Leo hii viongozi wa Kisii, wabunge, seneta wetu, tukiongozwa na seneta wetu wa Kisii County, tumetembelea naibu gavana wa jimbo la Kisii County. So the purpose of the meeting is to just pay a courtesy call to His Excellency the Deputy Governor, and also to review our county's development program, both present or those that are active or ongoing, and the future programs by the county government. Kwa hivyo tumetembelea naibu gavana because it was very easy to get him. Asamareta igongoro kwa Ruto kwa mkamaubi HR kurwa se kampuni yemegondo ekurukwa engineers kurwa ya somo chi onakuru. Nko bariga ni mwensi asomo yigabwo kwena na chi title deed weta ni chimia isato oyurabe asomo chomonene onakuru orabe chitariki 15 umutinyo 12. Nko bariga ni mwensi, karibu sana. Engineers Land and Properties Limited. Secure your future with us. And then he's also explained to us what the county has been doing for the past 13 months, although in a struggle, because you know, kumulikwa na torch, and then and the programs that they have for the next in the next financial year. Na ametueleza you know, ametuambia kwamba ni vizuri viongozi tushikane, tufanye kazi pamoja, both national and county government, ndio tuweze kuletea watu wetu maendeleo. He raised the issue with the new development ambayo mmejua sasa hivi, where the control of budget alipeana kind of a precondition for the further disbursement of the funds to the county government. Kasema kidogo itaweza umiza wafanyikazi development, kwa sababu bila kuprove why the county government classified some pending bills as ineligible, hawawezi pata pesa kutoka kwa national government. Na kwa hivyo he raised that concern, of course, because the senator is here, na sisi tukiwa hapo na viongozi MCAs ambao wako hapa. And kasema governor wa Kisii ameelekea Nairobi kujaribu kuona kama tatatua hiyo, lakini naona alikuwa amepewa tarehe 10 ya December. Na kwa hivyo those are the issues that we were discussing, what things or the parameters that we may use to unravel the challenges that we're having as a county in terms of development and everything. Although together with us, he also accepts that our absorption rate as far as development funds is concerned is way too low and below par. And committed that he'll continue engaging the governor as the head of the county, kusukuma na kuangalia kama mahali wamekwama kidogo wanaweza rekebisha, so that development irudi ifanyike hapa Kisii. For 13 months hakuna kitu imetendeka. Zile kidogo tu na deputy governor amekubali, lakini amesema wanaendelea kuengage. Ona ile kidogo makosa mali pengine iko, ama further engagement that is supposed to be done ifanywe na viongozi wote waje pamoja, ndio tuweze toa hizo challenges, so that development ionekane Kisii. Kwa sababu tulimuuliza deputy governor wetu, tumesikia governor pamoja na yeye wakituambia ya kwamba tunaongoja mvua iishe ndio tuweze kujenga barabara kwa sababu ya El Nino. Na pia tumeuliza naibu gavana hapa, hata madarasa pia zinangoja mvua iishe ndio zijengwe, na mvua imeanza tu mwezi moja. Tukauliza mbona ni barabara ngapi zimetangazwa na kandarasi zimepeanwa, na tumesikia pia mnapanga pia hata supplementary budget yet hamja implement ile budget main yenye mlipitisha. Na hiyo yote ndiye alikuwa anatueleza, na ameweza kutetea county government, akasema wataendelea kuketi na kupanga mikakati ipasavyo. Ya mwisho pia tumeengage ni maneno ya MCAs. Wengi wametolewa kwa committees wakiuliza maswali tu ambayo sisi tumeuliza, wakiuliza maneno ya pesa ya maendeleo, wakiuliza maneno ya
oversight, wakiuliza maneno hiyo vile budget walikuwa wamewekewa kila ward 39 billion ikapunguzwa 27 billion. 27 million. Pole. 39 million ikapunguzwa to 27 million. Na hiyo 27 pia hawajaiona, haijaenda kwa ward ifanye kazi. Na hakuna kitu inaendelea. So tukauliza hao maswali tuliweza sasa MCAs wanauliza kama sisi mbona mliwatoa kwa committees zote na kuwapunish wengine hawapati allowance. Naibu wa gavana amesema pia ataendelea kuengage gavana aone kama gavana atajaribu kuengage also the assembly leadership waache kupunish MCAs kwa kuuliza maneno ya maendeleo. Hiyo ndio tu mkutano tulikuwa nayo hapa, hakukuwa na maneno nyingi, na sisi wote tunaombea kaunti yetu, tunatakia viongozi wetu wote mema, na tunakaribisha pia wageni wote ambao watakuja hapa Jumanne. Hiyo pia I think mmoja wa kiongozi amezungumza kutoka ODM, ameuliza mpango ya Jumanne, wakasema kwamba bado wanaendelea kupanga, wataketi mkutano siku ya Jumatatu pamoja ndio wakubaliane vile safari yao ya chama itakuwa kwenda mbele. Kwa hivyo ilikuwa tu hiyo na tumemaliza. Asante sana. Na hatutaki maswali na naibu wa gavana kwa saa hii, kwa sababu ametujibu yote, azungumzi kwa saa hii. Tumesema ni asante. Tumesema asante na kwaheri. Na leo ilikuwa siku ya Sabato ya kuabudu na hakuna siasa. Ilikuwa tu maneno ya maendeleo. Thank you very much. Mungu awabariki. Asante sana.